Hello guys, welcome to Peter's update ama ukipenda Peter's family. Welcome again. If you're new here, kindly hit the subscribe button, hit the like button, hit the notification bell so that anytime we upload, you get to know what is happening, what is trending on internet. Guys, karibuni sana. Guys, Lolasho ilikuliwa, na sasa tunateta hakuna ati mtu mwenye alirasherio, hakuna harusi ilifanyika na sisi wenyewe tuliona na macho. Yes guys. Najua mnashangaa nimeamkia na mguu gani, lakini hivyo ndivyo kuko guys. Shosho ya Sky ama mama yake Betty ukipenda amekuja kwa online. Not once, not twice, not thrice. Hata sijakwambia not mara 4 also. Guys, amekuwa akikuja recently kutudanganya na maongezi yake ya uongo. Amekuwa akikuja kutudanganya mara sijui nini kunaendelea nini. Guys, nyinyi mnaelewa hizi mambo kwa sababu mmepatana nazo, maybe not here, maybe hata somewhere else mmepatana na hizi mambo. Guys, kuko hivi. Mama yake Betty amejitokeza na amefunua ukweli zingine hapo ambazo tunakuja kupata ni uongo. Iko hivi guys. Kama unasikiliza hii channel ama una watch, maybe get to subscribe, get to like, get to share, get to comment, kwa sababu hii nayo ni ya moto guys. Iko hivi guys. Mama yake Betty alikuja akasema ya kwamba hata ajui mahali Tash na Betty wake ati walioana. Sisi wenyewe tulijionea kwa mtandao. Walikuja na wakafanya traditional wedding, na wakaifanya in public way. Walifanya in public guys. Hizi mambo mliona, hizi mambo mliona guys. Kwa sababu walikuja, sijui kama mnaelewa hizi vitu, wanachaguliwa wasichana, wanakuja na mareso, wanafunikwa, unakuja unachagua wako. Hizi vitu najua mnaelewa hizi vitu. Ilifanyika kitu kama hiyo kwa Betty. Sasa tunakuja kudanganywa na mama yake hapa kwa sababu anataka mali zake Betty. Utajiri wa Betty anaifikia tena sana. Guys, anaifikia vibaya sana. Anataka mali hizo kwa moyo wote. Yani anaitaka vibaya sana aende akakule vizuri US. Tunajua vizuri sana ako US na hakukuja mazishi ya mtoto wake. So anaitisha mara postmortem, mara sijui ati Tasha alimgonga kichwa, ati akakuwa na internal bleeding ndo maana akakufa. Na hiyo yote tunajua ni uongo. Kwa sababu utafiti za daktari ama utafiti za hospitali ya Kenyatta zilisema ya kwamba alikuwa na leukemia ambayo ni kansa ya damu. So hapa kuambiwa ati aligongwa kichwa sijui akakuwa na internal bleeding, it's something else we don't understand guys. So amekuja akasema ati hakuna harusi walikuwaga wamefanya, hata ajui mahali walikuwa wameshikana na Tash, kwa sababu ati deep down anajua ati walikuwa wameachana like 3 months ago before Betty akuje kukufa, ambayo tunajua ni uongo kwa sababu watoto hawawezi danganya. Kids cannot lie, Kids cannot lie. Sky angekuwa amekuja na akatuambia, kwa sababu you guys mnajua Sky mwenyewe ako na channel ya YouTube, ako na official page ya TikTok, ako na ya Instagram guys. Na angekuja na hizi vitu zote aseme you know what, my daddy, kwa sababu alikuwa anamuita dad na baba yake Kanyari alikuwa anamuita baba. So angekuja na kwa channel yake atuambie ya kwamba you know what guys, dad and mom separated, so we don't have we are not living with dad, okay. So kukuja kutuambia sijui ati walikuwa wameachana, tunashangaa ya kwamba hawa watu walikuwa they were staying in the same house guys,
Hapa huyu shosho anatudanganya zaidi na zaidi. Sasa hatujui tuelewe nani, hatujui tuamini nani, kwa sababu they are so confusing. These people are totally confusing because hatuelewi ni nani anatuambia ukweli. Kama mama yake Betty ako na audacity ya kutuambia ya kwamba mtoto wake hakukuwa amefanyiwa traditional wedding. Hakuna rorasho ilipelekwa na sisi wenyewe tuliona wakipost. So who can we believe? In such a situation, who can we believe? No one to be believed. Kwa sababu mambo zenye wanatuambia it's totally different with what we are seeing. And caption zenye Betty alikuwa anaweka, sasa ndo tunakuja kuelewa ni nini alikuwa anafikiria na mind yake akiweka, guys. Kwa sababu tuliona caption fulani ambayo Betty alikuwa amepost akiwa sijui alikuwa anafanyiwa, alikuwa anawekwa wig. Sijui alikuwa anaenda wapi, but alikuwa ameweka caption hapo na akasema ati wazazi hawawezi furahia mtu mwenye umeolewa na yeye. Ama mzazi hawezi furahia mtu mwenye umeoa, kwa sababu wewe ndo mnajua venye mlipatana, venye mlioana, venye mlipendana, hawakukua. So akasema hivyo kwa hiyo caption. Sasa ndo tunakuja kuelewa ni nini alikuwa anamaanisha. Kama huyu shosho anakimbizana na wealth ya Betty hivyo, hiyo speed anaenda nayo, guys, inafaa punguze, kwa sababu it's very high. It's very high, guys. Na uongo yenye anatuletea hapa, yani totally it's very different with venye tungemwelewa. Huyu shosho ako 75 years. I mean, si mtu wa kukimbizana na wealth ya mtoto wake. Sahi anakimbizana na wealth like venye anaweza kimbizana na watoto wa Betty wasiumizwe or something. Sahi anakula maisha yake vizuri US. Haezi shughulika na watoto wa msichana wake. Sahi wanarushianwa. Mara wapelekwa kwa aunti zao, mara uncle zao, nini. Na nyinyi mnajua vizuri sana. Like sahi hakuna mwenye unaweza believe na mtoto wako. Ukiwa nje ya Kenya, ikiwa tunaonaga mtu mwenye ameenda Saudi, Qatar, Lebanon, nini, unaonaga venye watoto wao wanateswa na anatuma mshahara every month. Lazima atume like support system ya watoto wake. Juu lazima wa support, na bado wanateswa akiwa hai. Je, mwenye amekufa? Anyway guys, drop your honest opinion hapo chini. Let's communicate. Let's communicate. Make sure you subscribe, like, share and comment. Bye for now. I love you guys. We love you as a family and we appreciate you. Bye.